Katika lesson hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na polymorphism pamoja na encapsulation ndani ya Python. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Somo Taaluma, na tunapoizungumzia polymorphism pamoja na encapsulation, hivi vitaweza kutusaidia sisi kuweza kubuild safe system, lakini vile vile scalable system, kuweza kuprotect data zetu kwa kuweza kutumia encapsulation, lakini vile vile kuweza kuwrite zile flexible codes kwa kutumia hii concept ya polymorphism. So, nini polymorphism? Polymorphism inamaanisha ya kwamba method ni moja, lakini tabia zinakuwa zipo tofauti tofauti kulingana na ile object husika. Tuchukulie mfano. Kuna tabia kuna namna ya kitu kuweza kusema tunataka kulipa ama tunalipa. Lakini tabia za kulipa ziko tofauti tofauti. Unaweza ukalipa kwa kutumia cash, unaweza ukatulipa kwa kutumia kadi. Something kama hiyo hapo. Lakini vile vile kwa upande wetu wa masuala ya kikompyuta, tunachukulia mfano mwingine kama mfano kuweza kusave. Save ni function moja tu, ni method moja namna ya kuweza kusave, lakini inaweza ikafanya katika behavior tofauti tofauti. The way ambavyo unavyo save files ni tofauti na the way ambavyo una save information katika database yetu. Kwa maana hiyo tunayo method moja, lakini inakuwa ina tabia za aina tofauti tofauti. Na tukumbuke kwamba polymorphism inatumia inheritance, kwa maana ya kwamba lazima iweze kurithi. So hapa tunaweza tukatengeneza, tuchukulie mfano hapa nitaandika polymorphism. I think spelling ziko sahihi. Okay. Maybe tutakuwa tuna class ya user, tuta define role self. Just tutafanya basic simple kuweza kuelewa. Tuta return user tayari, lakini vile vile tukawa tuna class admin, ambaye admin anakwenda kubeba kutoka kwa user. Okay, naye huyu tunakwenda kuupdate ile method yetu ya role. Okay, then ndani yake tutakuja ku return kama ni nani, ni admin. Okay, sorry for the okay. Maybe tunaweza tukawa tuna class nyingine ya tatu, class pengine student, then huyu tukaresi kutoka kwa user. Okay, then nayo tuka define role yetu self, then nayo tuka return student. Okay, so hapo tunaweza kufanya polymorphism, lakini tunaitumia inheritance. So tunaweza kutumia kwamba function moja lakini ikawa ina tabia za aina tofauti tofauti. Yani hii ndio concept ya polymorphism, kwamba function yetu ni hii ya role tayari, ndio function yetu, lakini ina depend na tabia zake ziko tofauti. Kwa maana kwa admin imebadilika, amekuwa ni nani? Ni admin. Yani hichi ndio polymorphism. Lakini kwa student imebadilika, ni ile ile role lakini imeweza kuwa ni nini? Ni student. Tuangalie mfano how tunaweza tukazi ona hizi data. Kwa mfano tukawa tuna users, ni sawa sawa tukaweka list hapa, tukamwambia pengine admin, sawa. Lakini vile vile pengine hapa tuje tumuangalie vile vile student, na vile vile tuweze kumwangalia nani, user mwenyewe, sawa. So tujaribu kuweza kuloop katika hii users wetu. So for user in users, then hapa tutafanya nini? Tuta print user.role. Okay, kwa maana kwamba hapo tunakwenda kuziangalia roles za hawa watu. Kwa hiyo same call, lakini zitakuwa zina different output. So tujaribu kuirun, tumekuta kwamba tuna admin, tuna student na tuna user. Hii ndio polymorphism, kwa maana kwamba function yetu ni hii moja, lakini inabadilika tabia zake kulingana na maeneo yale ambayo yalikuwa yapo. Na hii Python inaweza kudecide moja kwa moja pale wakati wa runtime, pale muda ambapo ina run kwamba sasa hivi huyu sio user tena, huyu ni nani? Ni admin. Yani some kind hiyo hapo. Lakini kwa nini tuweze kutumia polymorphism? Kwa sababu tuna swala zima, kwa mfano kuweza kuangalia zile rules wakati kuweza kulogin.
ni sio vizuri sana in security wise kuweza kuandika mfano if user_type pengine equal to admin, ama elif user type ni sawa na student, lakini kwa kuweza kutumia user.action kuweza ku customize kuweza kuitumia katika muundo huu wa polymorphism itakuwa ni rahisi sana in security wise. Lakini kwa vile tumeweza kuiangalia polymorphism, now inabidi vile vile tuweze kuangalia kitu ambacho kinafahamika kama ni encapsulation. So nini encapsulation? Encapsulation hii ni ile namna ya kuweza kuzihifadhi data zetu, lakini vile vile namna gani tunaweza tukazi expose kwa usalama data zetu hizi. Tuchukulie mfano taarifa za akaunti yetu, kwamba akaunti ya benki ina kiasi gani. Huko awali katika lesson zilizopita tuliweza kuangalia kutengeneza short bank system ambayo tuliweza kuitengeneza, lakini ile harama ama kile kiasi cha fedha ambacho kilichokuwa kimo ndani ya akaunti yetu, mtu yote alikuwa na uwezo wa kuki-access, akaweza akaona okay, kumbe akaunti ya mtu fulani kuna milioni ngapi ambazo zipo ndani yake. So kwa msaada wa encapsulation tunakwenda kudefine na kwenda kuamua nani anaweza ku-access kitu gani, ama nani anaweza kaona kitu gani. So hii itatusaidia sana kuweza kulinda data zetu, lakini vile vile security wise inatumika sana zaidi ya sana. So kwa upande wa Python nakumbuka tunazo attribute mbili, tunayo public lakini vile vile tunayo private attribute. It means tunaweza tukawa tuna account yetu ambayo iko public. Let's say nita comment hizi za juu hapa kwenye encapsulation. Okay. So kwenye polymorphism, kwenye encapsulation tunayo class yetu pengine ya account. Tayari katika account tukawa tuna define, tuka initialize, then katika kuinitialize kwetu hapa tukawa tuna balance. Tayari hapa ikiwa kama tutakuja moja kwa moja self.balance ni sawa na balance moja kwa moja. Hii inamaanisha ya kwamba ipo public. Mtu yoyote anaweza aka-access ama kutoka katika sehemu yoyote ndani ya hizi classes anaweza aka-access hizi information. It means haziko password. Manake mtu yoyote ana uwezo wa kwenda kuziona zile akaunti, au yoyote anaweza akaenda akatoa pesa, kwa sababu tayari ameshaweza kufahamu kwamba balance iliyokuwepo ni kiasi fulani. Lakini upande wa private, katika upande wa private ili tuweze kuiweka private, maana yake hapa ikiwa kama tutakuja kuinitialize account yetu kwa ajili ya withdraw pesa, kwa hapa zitatoka kwa sababu still iko private. So ili tuweze iko public, sorry. So ili tuweze kuweka private ama private attribute ndani ya classes zetu ama ndani ya zile methods zetu au properties zetu, tunakwenda kutumia $_. Hii inamaanisha kwamba hii data yetu sasa hivi iko private. Kama ndani ya attribute yetu kwamba attribute hii sasa hivi iko private, it means akija tu mtu yoyote from nowhere akahitaji kuweza kuzitoa pesa, maana yake itamletea error, itakataa, kwa sababu tayari tunaweza kuziprotect zile information zetu ambazo tulizokuwa tunazo ndani yetu. So hapo tunaweza tukatengeneza protected data katika mazingira tofauti kuweza kuangalia pengine how unaweza ka enhance ile deposit pamoja na kuweza kupata balance kama zile ambazo tuliweza kuziangalia katika lesson zilizopita. Same is kwa ajili ya kuweza kutengeneza zile login system. Unaweza kutumia katika muundo kama huo hapo. So nitakuomba uende kuzifanyia kazi ama kwenda kumodify ile bank system ambazo tuweza kuitengeneza na uweze uzitumie katika protected way ama uziweke private zile attributes zetu. Kama utakuwa na swali lolote ama umekutana na changamoto ya aina yoyote, usisite kuweza kuituma katika sehemu ya discussion na tutaweza kukusaidia ndani ya muda mchache.